Karibuni katika sura ya 4 ambapo nitaianza kusoma moja kwa moja. Twende. Sikilizeni unufaike. Niliwaza kuhusu safari iliyobakia. Miguu tayari ilikuwa ikiniuma nyayoni na magotini. Pia nilihisi maumivu fulani ya kifuani na nyongani. Sikutaka mama yangu ajue nilikuwa na maumivu. Sikutaka kumuongezea mama yangu adha zaidi. Alikuwa na matatizo ya kutosha. Nilichukua kitabu changu cha mshale wa matumaini ili kujiliwaza. Nilifungua ukurasa niliokuwa nimeachia awali na kuendelea. Hakuna mwanadamu aliyeumbwa na akili isiyofikiria. Labda awe na hitilafu ya ubongo. Kama unaweza kuwaza na kuamua, basi unaweza kutumia akili yako kujiinua na kujiendeleza. Mtu yeyote yule afanyaye mambo ya kihayawani kama vile ukatili wa kumwaga damu, unyang'anyi, uporaji na unyanyasaji wa wanyonge, mtu huyo hana tofauti na hayawani, kwani hatumii akili yake vyema. Ili kuboresha maisha yake na ya watu wanaomzunguka. Wakati nilipokuwa nikisoma, wakimbizi wengi walionekana wakiwa wamechoka tiki. Kuna wale waliolala fofofo, wengine wachache walizungumuza kwa sauti za chini chini, lakini ungeweza kukadiria uchovu waliokuwa nao. Maisha yalikuwa ya taabu, lakini kila mtu aling'ang'ana kuishi. Hapana aliyetamani kuachwa nyuma. Chakula hatimaye kiliiva. Tulipakuliwa katika sahani za plastiki zilizotoka katika ofisi ya chifu. Ilikuwa vigumu kuonana vizuri kwa sababu ya mishumaa iliyotumika. Nilikuwa nishazoea taa za umeme kwetu nyumbani. Siku hiyo ilinibidi kutumia mwanga wa mshumaa. Ilikuwa vigumu kwangu kuutumia. Chakula kilikuwa kimepikwa vibaya. Hakikuwa na ladha yoyote ya chakula. Nilikula tu kwa kuwa lisilobudi hutendwa. Niliungama kwamba siku zote mhitaji habagui. Nililala usingizi wa pono usiku huo. Sikupinduka wala kuamka kwenda haja usiku kucha. Samahani. Nilidhani hali ile ilitokana na uchovu mwingi niliokuwa nao usiku ule. Niliota nikiwa katika uwanja wa Ndaijuka nikichezea kandanda timu yangu ya Nomads. Timu ya Nomads ilishindana na timu ya Ngorongoro